Alikuwa akirekodi habari, dakika chache baadaye akawa amekufa. Kisa cha Daudi Mwangosi. Kutokea Iringa, Tanzania, tarehe 2 Septemba mwaka 2012, kulikuwa na hali ya taharuki katika kijiji cha Nyololo. Wananchi walikuwa wamekusanyika, waandishi wa habari walikuwa kazini na polisi walikuwa katika eneo la tukio. Miongoni mwa watu walikuwepo siku hiyo alikuwa mwandishi wa habari mwenye uzoefu anayejulikana kwa jina la Daudi Mwangosi. Kama kawaida, alikuwa amebeba vifaa vyake vya kazi. Alikuwa amekuja kufanya kile alichokifanya mara nyingi katika maisha yake, kuripoti habari. Hakujua kwamba siku hiyo na yeye angegeuka kuwa habari yenyewe, na kujua kwamba ndani ya dakika chache taifa zima lingekuwa linajadili jina lake. Hasa nani alikuwa Daudi Mwangosi? Daudi Mwangosi alikuwa mwandishi wa habari wa kituo cha television cha Channel 10. Kwa miaka mingi amekuwa akiripoti habari kutokea maeneo mbalimbali nchini. Wenzake walimfahamu kama mtu mtulivu sana, mwenye bidii na aliyependa kazi yake. Alikuwa amezoea kwenda kwenye mikutano ya kisiasa, alikuwa amezoea kuripoti matukio yenye mvutano, lakini hakuna aliyewahi kufikiria kwamba kazi hiyo siku moja ingegharimu maisha yake. Asubuhi ya tarehe 2 Septemba ilianza kama siku nyingine yoyote. Chama cha kisiasa kilikuwa kinatarajia kufanya shughuli zake katika eneo la Nyololo. Polisi walikuwa wamefika kusimamia hali ya usalama. Waandishi wa habari walikuwa wakifuatilia kilichokuwa kinaendelea. Kadri muda ulivyopita, mvutano ulianza kuongezeka. Kulikuwa na kutoelewana kati ya baadhi ya viongozi wa kisiasa na vyombo vya dola. Wananchi walizidi kukusanyika na hali ikazidi kuwa tete, lakini hakuna aliyedhani kwamba mwisho wa siku hiyo ungekuwa wa kusikitisha kiasi hicho. Mashahidi waliokuwepo, waandishi wa habari walikuwepo, polisi walikuwepo. Ndani ya muda mfupi vurugu ziliibuka katika hali ambayo inakumbukwa mpaka leo. Daudi Mwangosi alipata majeraha mabaya ambayo yalisababisha kifo chake. Habari zilizosambaza mshtuko mkubwa ulikuwa ni kwamba mwandishi wa habari alikuwa amepoteza maisha akiwa kazini, akiwa anafanya kile anachoamini ni wajibu wake kwa umma, na ghafla taifa likaanza kuuliza swali moja: nini hasa kilitokea siku hiyo? Habari za kifo za Mwangosi zilisambaa haraka nchini, huku mashirika ya waandishi wa habari yalikuwa yakipishana kutoa matamko mbalimbali. Wanaharakati walizungumza, serikali iliahidi uchunguzi, watu walitaka ukweli, walitaka kujua nani alikuwa na wajibu, na walitaka kuona haki ikitendeka. Kwa mara nyingine, Tanzania ilijikuta ikikabiliwa na tukio lililoibua maswali mengi kuliko hata majibu. Na kadri muda ulivyozidi kuendelea na uchunguzi, ushahidi ulizidi kukusanywa, mashahidi waliojiwa, taarifa mbalimbali zilizochunguzwa, hatimaye kesi ikafikishwa mahakamani. Mchakato huo ulifuatiliwa kwa karibu na waandishi wa habari, wanaharakati na wananchi wa kawaida. Kwa wengi, kesi hiyo haikuwa kuhusu mtu mmoja peke yake. Ilikuwa kuhusu usalama wa waandishi wa habari nchini, ilikuwa kuhusu haki pia, na ilikuwa kuhusu uwajibikaji. Miaka imepita tangia tukio hilo liweze kutokea, lakini jina la Daudi Mwangosi bado linatajwa kama panapozungumziwa uhuru wa habari nchini Tanzania. Kwa wengi amebaki kuwa mfano wa habari ambazo wakati mwingine waandishi wa habari hukutana nazo wanapotekeleza majukumu yao, na wengine kisa chake ni ukumbusho kwamba ukweli mara nyingi huja kwa gharama kubwa zaidi. Siku hiyo Daudi Mwangosi aliondoka kwenda kazini kama kawaida. Hakujua kwamba asingerejea nyumbani kwake, hakujua kwamba jina lake lingeingia kwenye historia ya Tanzania, na hakujua kwamba miaka mingi baadaye watu bado wangekuwa wanauliza maswali kuhusu siku ile ya Septemba, kwa sababu wakati mwingine habari kubwa zaidi si ile ambayo mwandishi anakwenda kuiripoti, bali ile ambayo inamkuta mwandishi mwenyewe.